Kama kawaida, baba mtakatifu wa vita Vladimirovich Putin ameendeleza kichapo ambacho tunaita ni kichapo kitakatifu uko ukanda wa Donbas. Tukiongea hivi, swali ni je, tunafurahia vita? Sio kweli. Isipokuwa dunia hii wameifanya na kuigeuza kuwa ni uwanja wa vita. Tungependa kuwe ni amani kama mbinguni, lakini amani hiyo iko mbinguni peke yake. Huku duniani ni uwanja wa vita. Watu wamegeuza, kwa sababu kumbuka, vita ni biashara. Kumbuka, vita ni mikakati. Vita ndivyo vinavyoamua nani mkubwa, nani mdogo. Vita pia vile vile watu wanapimana nguvu, kuonyeshana kuwa bwana, usinibabaishe mimi na mambo kama haya, wewe usinizingue. Lakini kumbuke, kama nilivyokuambia, vita ni biashara. Lakini pia vita vile vile ni mpango mkakati wa kupunguza idadi ya watu duniani. Kumbuke, watu wanatakiwa kupungua duniani. Kuna watu wamejipa wao umiliki wa hii dunia, ambao wanasema kuwa dunia imejaa, kwa hiyo inabidi watu waweze kupungua duniani. Sasa hawa watu wanapunguaje duniani? Kuna njia nyingi za kuwapunguza watu duniani. Kuna magonjwa, kusababisha vifo, lakini na vita pia vile vile vinapokuwa vinaendelea. Lakini vita ni biashara, kuna uuzwaji wa silaha. Ninakumbuka mwaka 2023 aliyekuwa rais wa Marekani Joe Biden alisema mwaka huo Marekani imenufaika pakubwa sana kwa uuzwaji wa silaha. Taifa lake limenufaika pakubwa sana na biashara hiyo. Sasa hizi silaha alikuwa anauziwa nani na zilienda wapi kama sio Ukraine na Mashariki ya Kati pale Israeli? Zilienda wapi kama sio hayo maeneo? Kama sio Taiwan, zimeenda wapi? Kwa hii migogoro yote unayoiona ni kuwa migogoro hii ina manufaa na migogoro hii ni mikakati. Lakini kwenye vita pia vile vile kuna makampuni ya uuzwaji wa madawa, watauza dawa. Lakini kuna makampuni yanayoshughulika na chakula watauza. Kwa ili sasa watu waendelee kupiga hela, ni lazima vita viendelee kuwepo, kwa sababu kusipokuwa na vita watu hawawezi wakapiga hela. Kwa hiyo ndio maana. Lakini sisi kazi yetu ni kukuletea uchambuzi wa yale na kukupa taarifa wa yale yanayoendelea huko duniani ama huko ulimwenguni. Tumeona operation hizi za Urusi anazozifanya pale Ukraine, hasa katika ukanda ule wa Donetsk na ukanda huu wa Luhansk. Tumeona pia mji muhimu sana wa Pokrovsk huko Donetsk, ambao tayari asilimia zaidi ya 70 uko mikononi mwa Urusi. Na sasa wanadili tena na mji mwingine uitwa Kupiansk, ambao na wenyewe pia vile vile unaingia mikononi mwa Urusi, kwa sababu askari wa Ukraine wanasarenda vibaya mno, na wao wamekuwa wakiongea tena na tena, na askari hawa wa Urusi wanawatangazia kabisa sarenda au upigwe risasi. Kwa inabidi tu waweke silaha chini waende. Na askari mmoja alikuwa anaongea kuwa tunasalimu amri bila hata kufiatua risasi hata moja. Inabidi tu tusalimu amri, kwa sababu vinginevyo utakufa. Na saa hizo unaambiwa hivyo. Naona mbele kule kuna maiti nyingi tu ambazo watu wamekufa, askari wamekufa. Na hawa walikataa kusalenda, waliamua kupigana. Lakini sasa uzoefu ndio hivyo tena, wanapishana, kwa sababu askari wengi huyu Volodymyr Zelensky amewaokota mitaani, raia kutoka mitaani, na akawapa silaha waende wakapambane. Ina maana uzoefu wa kivita hawa raia hawana. Kwa ndio maana sasa ameyaongea haya, wanayaongea haya au askari. Lakini katika kitu kinachoshangaza kidogo ni kwamba vita hivi vimeifilisi Uingereza. Uingereza imeshuka kiuchumi, na wale walioko Uingereza wanaweza kuthibitisha hili. Maisha Uingereza sio kama mwanzo, yamekuwa ni magumu. Lakini cha ajabu ambacho kimewashangaza watu, waziri mkuu Keir Starmer huyu wa Uingereza, yeye amesema kuwa pamoja na kuwa Uingereza imeshuka kiuchumi, lakini bado Uingereza itaendelea kuisapoti, kuipa msaada Ukraine. Sasa ndio jambo naloshangaa. Wataendelea kuipa msaada Ukraine huku wao wameshuka. Hata Marekani kwenyewe pia. Marekani nako pia vile vile uchumi umeshuka sana. Kumbuke hilo. Ndio ile sasa nadhani aliwahi kuimba Tupac katika mojawapo ya nyimbo zake, alisema kuwa wana pesa za kusapoti vita, lakini hawana pesa za kuwalisha masikini.
Yani kwenye vita bajeti kubwa sana itapelekwa, lakini ushangae vipi kuhusiana na masikini walionao huko ndani kwao katika nchi zao. Sasa tatizo, tuko huku Afrika tunajua basi ukienda Uingereza mambo wala wala, ukienda Marekani basi kila kitu kiko vizuri. Sio kweli, na kwenyewe kule kuna shida pia vile vile, kuna omba pia vile vile Marekani. Kuna watu wanaishi maisha magumu kule, lakini pamoja na kuwa kwenye mataifa yao kuna matatizo kama hayo, bado wanaendelea na wameingia kusapoti vita vinavyoendelea pale Ukraine, na wanajua kabisa Zelensky anapoteza vile vita, ila hawataki kukubali. Kwa nini hawataki kukubali? Kwa sababu watampa utukufu na heshima Vladimir Putin, au wataipa Urusi au jeshi la Urusi ndilo litakalopokea utukufu wa hayo ambayo wao hawataki kukubaliana nayo katika taifa hili la Ukraine. Pamoja na kuwa mambo yamewachachia, lakini hawawezi wakakubali kamwe, kwa sababu wao itaonyesha kuwa kushindwa kwa Ukraine ni kushindwa kwa NATO, kwa sababu kumbuka NATO nzima imekuwepo pale. Kumbuka NATO wako pale, Ulaya nzima, Umoja wa Ulaya wako pale, na wakiendeleza mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo manake kushindwa kwa Ukraine ni kushindwa kwa NATO, ni kushindwa kwa Marekani pia. Ndio maana hawa viongozi wa Umoja wa Ulaya wakawa wanamlilia sana Donald Trump kuwa, baba, tunaomba usituache, kwa sababu kituacha peke yetu sisi hatuna msaada mwingine zaidi yako wewe, kwa sababu wanajua Marekani akiamua kujiondoa jumla pale, hamna kitu pale, hamna. Kwa sababu hata uchumi wao wenyewe umeyumba, umeshuka uchumi wa nini hawa watu wa magharibi. Kwa hiyo hilo linakuwa limekaa kwa namna hiyo, ndugu zanguni. Kwa hiyo sasa ndio haya yamekuwa hivi, lakini tukumbuke kitu kimoja kwamba Urusi au Vladimir Putin yule ni mwanamikakati. Nimekuwa nikikuambia sana kuhusiana na Putin kuwa ni strategic person, ambaye ni mtu wa mikakati, na anapopigana vita anapigana vita vya muda mrefu. Ndivyo Urusi walivyo, kwa sababu sera ya Urusi ilikuwa ni kuilemaza kabisa Ukraine isiwahi kuanguka tena, kwa sababu kama wangeenda tu wangepiga tayari vita vimeisha, manake migogoro ingekuwa ni mikubwa zaidi. Na hii mipango yote ya Ukraine kusapotiwa na Marekani, kupewa msaada wa kifedha pamoja na silaha kutoka Ulaya na NATO, hawa kumsapoti Zelensky, hii mipango yote Putin alikuwa anaijua. Sasa atafanyaje kuwadhoofisha? Namna ya kuwadhoofisha ni kwenda vita vya muda mrefu, kwa sababu katika hilo watu wengine wanasema mnamsifiaga Urusi jeshi kubwa, Urusi ni kiboko, mbona vita hivi kataifa kadogo tu haka kamemshinda? Sasa watu wakumbuke kuwa sio Ukraine anapigana na Urusi, ni Marekani na Ulaya ndio wanaopigana na Urusi kwa kutumia uwanja wa vita ambao ni Ukraine. Umeona, kwa huyu Volodymyr Zelensky yeye amekuwa ni wakala, au tuseme Ukraine amekuwa ni wakala kwenye hivi vita. Umeona, yani ni proxy war hii ambayo sasa wanapigana pale. Kwa hiyo sasa huyu amekomaa kweli kweli, miaka 4 kupigana na hao watu, kwa sababu vita ni washirika, na yeye mwenyewe ndio amepata washirika kama Irani na Korea Kaskazini na China na India pia katika indirect way wanavyomsupport. Lakini tukumbuke kuwa mwamba amekomaa sana, anahitaji pongezi kubwa sana, kwa sababu ujue Marekani sio mchezo, NATO sio mchezo. Nyinyi mnajua muziki wa NATO pamoja na Marekani, lakini Putin amekomaa pale mwenyewe. Na mpaka sasa hivi ndivyo. Kwa hiyo mpango wa kupigana vita muda mrefu ulikuwa ni mpango pia wa kudhoofisha uchumi wa mataifa ya Ulaya, Marekani pamoja na Ukraine yenyewe, kwa sababu Ukraine pale ilipo sasa hivi haitamaniki. Na juzi hapa wasema sio alikuwa waziri wa nini, imebidi mataifa ya Ulaya yamemwambia Zelensky ashughulikie masuala ya rushwa katika taifa lake, kwa sababu hakuna taifa ni wala rushwa kama Ukraine. Kwa hiyo ndio maana yako hivyo. Lakini sasa kitu kilichoshangaza watu, kwa nini Uingereza itangaze kuwa kwa sasa uchumi umeshuka, lakini bado hatutaacha kumsupport Volodymyr Zelensky, kwa sababu hawataki kukabiliana na aibu ya milele kuwa eti Ulaya wameshindwa. Taifa kubwa kama Uingereza ambalo limewahi kuitawala dunia eti limeshindwa kwa Urusi. Hawataki kukubaliana na hiyo. Ndio maana wamesema wataendelea zaidi kuweza kuisapoti
Ukraine ya mtaalamu Volodymyr Zelensky. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, ninawashukuru kuendelea kutufuatilia. Tunaomba usiache kulike video zetu, kusubscribe, kushare, hivyo yani ili tu uweze kutupa support, basi tuweze kupiga hatua katika mambo ambayo tunayafanya hapa katika channel yetu hii. Asanteni sana.